Mradi huu ni mkubwa na ni muhimu sana hasa kwa uchumi wa maeneo haya. Kazi inaenda vizuri kama mnavyoona. Ujenzi mkubwa wa bandari unategemea nguzo zinazowekwa chini ya maji. Na bandari hii inajengwa kwa kutumia nguzo 140 piles. Na mpaka sasa hivi tumeshaika piles karibuni 81. Bado piles hizo 60 tunaweza kuzifanya kwa miezi miwili. Kwa vile bado naamini tukijipanga, tukileta fedha kwa wakati, mradi huu utamalizika kabla ya mwezi tarehe 26 Agosti. Mheshimiwa Mbunge, viongozi wangu wa chama, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tunaujua umuhimu wa mradi huu kwa wananchi wa hapa. Tunajua wananchi wa kanda hii wamesubiri bandari hii kwa muda mrefu. Kwa vile tutafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba bandari hii inamalizika kwa wakati. Na si kwa wakati tu, lakini kwa viwango vinavyostahili. Kwenye usanifu wa bandari hii tumeangalia mabadiliko ya tabia nchi ya miaka 50 yanayokuja. Sababu naweza kujenga bandari leo, baada ya muda maji yakajaa. Bandari hii tumeijenga katika kiwango ambacho hata kama kutabadilika viwango vya maji kupanda na kushuka, itafanya kazi kama ilivyotarajiwa. Mwito wangu kwa TPA, tumsimamie mkandarasi, tuhakikishe kwamba huo muda ambao tumewaahidi viongozi na tumewaahidi wananchi uweze kukamilisha kabla wakati huo. La pili, fidia. Serikali hii inawapenda sana Watanzania, na kila mtu ambaye anastahili fidia, kulipwa fidia kwa mujibu wa sheria, to underline neno kwa mujibu wa sheria, tunawalipa. Na hao tayari wananchi wa hapa wameshafanywa tathmini, watakuja wataalamu kuhakiki, halafu tutaanza kuwalipa. Wizara ya Uchukuzi, hasa kwenye bandari, tuna miradi karibuni 22. Tunatumia takriban trilioni 10.08. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Ukianzia hapa tunatumia karibuni bilioni 80. Mtwara tunajenga gati ya kisasa ambayo kwa ajili ya kuhudumia bidhaa chafu tunaita dirty cargos. Tunatumia bilioni takriban 422. Ukienda Dar es Salaam pale tuna mradi mwingine tunatumia takriban bilioni 534. Ukienda Dar es Salaam pembeni tunajenga matangi karibuni 15 ambayo tunatumia bilioni 687. Tutafanya kazi hii kwa uadilifu na kwa umakini ili tupate value for money ambayo tunaitarajia na Watanzania wanaotarajia kwa ujumla. Sisi wana Ruvuma tunaiona bandari hii kama ni kichocheo cha ukuzaji wa uchumi. Kama nilivyosema, kupitia bandari hii wananchi wanaweza wakasafirisha mazao yao kwa gharama nafuu zaidi, tofauti na kupitisha kwenye mabarabara. Lakini kupitia bandari hii ninaona zile biashara za kikanda zinaenda kufunguka, kwa sababu Malawi na Mozambiki wataleta na sisi tutapeleka bidhaa zetu. Lakini naona kupitia bandari hii kutakuwa na ukuaji mkubwa wa wilaya hii ya Nyasa na mkoa wetu kwa ujumla, kwa sababu biashara hii ya bandari itavutia biashara nyingine kutoka kwa wananchi wetu, lakini kutoka kwa taasisi zingine. Lakini naiona bandari hii kama inaenda kukuza uchumi wa mkoa, kwa sababu tutakusanya mapato zaidi ya yale tuliokuwa tukikusanya kupitia biashara za hapa. Lakini tutaendelea kuwa na ulinzi ulioimarika na usalama ulioimarika, kwa sababu kutakuwepo na facilities nyingi hapa. Nimesikia kutakuwepo na zimamoto pale, lakini kutakuwepo na taasisi nyingine wezeshi. Kwa hiyo wilaya hii na mkoa wetu utaendelea kuwa sehemu salama kupitia uwekezaji huu wa kimkakati uliofanywa na wizara yako, lakini kwa maono makubwa ya Mheshimiwa Rais. Jambo jingine ambalo pia nilikuwa naomba ulichukue, ambalo nadhamini liko ndani ya uwezo wako, ni kuhusiana na meli ambayo inapakia abiria kutoka hapa mpaka Kyela. Meli hiyo huwa inafanya safari 2 katika mwezi, na huwa inawasaidia wananchi, kwa sababu mtu akitumia gari kutoka hapa mpaka Kyela anatumia takribani 52,000, lakini akitumia meli ile anakwenda kwenye 15,000, 16,000 anakuwa amefika, anaendelea na safari zingine za kwenda Tunduma na sehemu zingine mbalimbali. Tatizo lililokuwepo kwenye meli hiyo ni haina ratiba maalum. Kupitia bandari hii wananchi wanaweza wakasafirisha mazao yao kwa gharama nafuu zaidi, tofauti na kupitisha kwenye mabarabara. Lakini kupitia bandari hii ninaona zile biashara za kikanda zinaenda kufunguka, kwa sababu Malawi na Mozambiki wataleta na sisi tutapeleka bidhaa zetu. Biashara hii ya bandari itavutia biashara nyingine kutoka kwa wananchi wetu, lakini kutoka kwa taasisi zingine. Lakini naiona bandari hii kama inaenda kukuza uchumi wa mkoa, kwa sababu tutakusanya mapato zaidi ya yale tuliokuwa tukikusanya kupitia biashara za hapa. Lakini tutaendelea kuwa na ulinzi ulioimarika na usalama ulioimarika, kwa sababu
kutakuwepo na facilities nyingi hapa. Nimesikia kutakuwepo na zimamoto pale, lakini kutakuwepo na taasisi nyingine wezeshi. Kwa hiyo wilaya hii na mkoa wetu utaendelea kuwa ni sehemu salama kupitia uwekezaji huu. Kazi inaenda vizuri na tumefikia 47% kama wataalamu walivyosema. Mradi huu ni mkubwa na ni muhimu sana hasa kwa uchumi wa maeneo haya. Kazi inaenda vizuri kama mnavyoona. Ujenzi mkubwa wa bandari unategemea nguzo zinazowekwa chini ya maji. Na bandari hii inajengwa kwa kutumia nguzo 140 piles. Na mpaka sasa hivi tumeshaika piles karibuni 81. Ukitoa 140, ukitoa 81 imebaki kama piles 60. Tunaamini kwa rates wataalamu waliosema piles moja hata kama kwa siku moja, bado piles hizo 60 tunaweza kuzifanya kwa miezi miwili. Tukileta fedha kwa wakati, mradi huu utamalizika kabla ya mwezi 26 August. Tunajua wananchi wa kanda hii wamesubiri bandari hii kwa muda mrefu. Kwa vile tutafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba bandari hii inamalizika kwa wakati, na si kwa wakati tu, lakini kwa viwango vinavyostahili. Kwenye usanifu wa bandari hii tumeangalia mabadiliko ya tabia nchi ya miaka 50 yanayokuja. Sababu tunaweza kujenga bandari leo, baada ya muda maji yakajaa. Bandari hii tumeijenga katika kiwango ambacho hata kama kutabadilika viwango vya maji kupanda na kushuka, itafanya kazi kama ilivyotarajiwa. Mwito wangu kwa TPA na mkandarasi, tumsimamie mkandarasi, tuhakikishe kwamba huo muda ambao tumewaahidi viongozi na tumewaahidi wananchi tuweze kukamilisha kabla wakati huo. Serikali hii inawapenda sana Watanzania, na kila mtu ambaye anastahili fidia, kulipwa fidia kwa mujibu wa sheria tunawalipa, na hao tayari wananchi wa hapa wameshafanyiwa tathmini, watakuja wataalamu kuhakiki, alafu tutaanza kuwalipa.